Tafadhali. Mama ameisha. Mshenzi wewe. Sasa nyie nendeni nyumbani. Mimi niwae chapu ndio nikauzike. Sio unaelewa? Wewe nenda sasa. Twende mama. Mshikaji wangu. Niambie. Fresh tu. Safi, sijui. Mwanangu, yaani bora hata tulivyokutana leo hivi hapa. Najua katika harakati zangu za kupambania maisha vile. Hapa juzi kati kuna binti amekuja pale kingeni kwangu. Akiwa na dhumuni na lengo la kuroga wewe. Ila kabla hapo nilikuwa sijajua kama ni wewe. Ila baada ya kumuuliza kuhusu jina lako ni nani, kanitajia Omo. Ndio nikajua nikasema si familia hii tena. Kwa nini nilichokifanya? Ikabidi tu niwaagize unyayo wako. Na kuonyesha kwamba ana nia dhati kabisa. Unyayo kaniletea kwa hapa nilipo. Unyayo wako natembea nao. Acha masiala basi mwanangu. Na mwanangu mshikaji wangu bado tu hujaacha uno wako yani. Bado unatapeli tu watu. Na achaje tena ndio inavyoniweka mjini hapa. Wakija wapumbavu kama wale ndio kama vile na wadanganya kaete unyayo, anaita unyayo. Mimi naenda kuishi. Basi fresh. Sasa sikiliza. Kuna issue moja mimi nasikilizia. Ikikaza ndio tuifanye. Mchongo tena. Kwa kama mwanaume. Yaani ni mchongo mzito. Yaani ukishatulia tu unakushtua. Sawa. Mimi nakusikilizia. Basi fresh na noma. Hapo pambania ndugu yangu. Fresh. Shoga yangu mambo. Poa udugu wangu. Niambie. Bora hata nilipokutana na wewe hapa njiani. Maana nilikuwa nakutafuta sana. Sasa sikia, kuna kitu nataka nikuagize. Na ukinifanyia hiyo kazi shoga yangu, ninakupa kitu chochote. Upo? Yaani wewe unitume mimi. Na ukishanituma utanipa kitu chochote. Haya nikitaka dunia shoga utanipa wewe. Kwenye hiyo dunia sio kweli. Umekuwa princess wewe mpaka nikupe dunia? Na mimi bila dunia shoga yangu hicho kitu sifa. Sasa sikia. Kaniazimie kwa Madina nguo yoyote. Iwe sketi, iwe blouse, iwe suruali uniletee. Na ukinifanyia hivyo shoga yangu, nitakupa kitu chochote unachokitaka. Wewe una akili lakini. Mimi mwenyewe kama hizo nguo pia ninazo shoga yangu. Kama unataka nifuate njia hii tuongozane tuende nyumbani nikakupa. Wewe unataka nguo za Madina za kazi gani? Ningekuwa nataka za kwako si ningekufuata kwako. Alafu kuniambia sina akili, wewe una akili. Ningekuwa sina akili ningekufuata au ningeonana nawe hapa barabarani. Naomba kanifanyie hivyo, nishakwambia. Sawa? Chochote. Msichana anakuuliza chochote? Unanijua spoi? Sema chochote. Alafu nije nifanye hicho kitu usinipe chochote. Unanijua? Kwa ndo ufanye kwa heri. Limeisha hiyo. Usalimie. Haya mwenzetu mtupe taarifa kwanza tunataka mrejesho. Maana mimi nilikuwa najua saizi unakuja wewe na mandundu yako na mashughuli yako na mamtaka yako na mangijangija na kila kitu. Mama. Hivi hiyo dawa kama chungu sema kwamba kutia tu siku hiyo hiyo na kazi hapo kwa inaanza kufanya. Kitu kimenikaa hapa. Mimi ninachotaka nataka nikuone hapa. Yaani dawa ifanye kazi masaa. Lakini hivi alisema siku ngapi yule? Si alisema ukifanya tu hapo hapo. Mimi unadhani nilimuelewa basi muda ule ndio namlembulia jicho tena nadhani hayo mengine nimesikia. Ila kama nilimsikia anasema siku hiyo hiyo. Dawa siku hiyo hiyo ifanye kazi. Mama, usikute huyu mwanao kakosea masharti. Jamani,
Hebu tulieni kwanza mnisikilize nilichokuja nacho. Mbona mtaki kunipa nafasi, mnanishutumu? Ongea. Haya, ngoja nikae mkao wa kula. Sasa bibie, muda ule tunaachana, nikaenda kuifanya hiyo kazi. Nimejipikilisha mwenyewe kiugali changu kilaini na vimchuzi dada. Nimemwekea pale yule bwana. Anakuja ananiambia, mimi sikutaka kula ugali leo, nitaka kula ubwabwa. Kwa hiyo sasa kuanzia pale kwa kunungunika kwamba kwa nini sijapika ubwabwa, bwana yule akaona sioge na akalala hivyo hivyo. Kwa hiyo dada niliweka kwenye maji bure, niliweka kwenye chakula na nimejisumbua kabisa. Yaani nilichokibahatisha mimi tu kwenda kuifukia basi. Na yule mganga kama unakumbuka alivyosema kwamba ya muhimu ya kwenye maji ya kuoga na kwenye chakula, hajala hajaoga, anafanyaje? Mimi naona kama vile nimeingia kwenye mtumbo wa vibwengo, jamani sielewi. Kwa nini mtu kama mgumu kiasi hichi? Hatari. Ila yule Nyamtumbo naye ana sifa. Sasa kichomfanya asinywe wala asioge kitu gani? Maskini. Mganga wa watu mwenyewe Nyamchogo kajitahidi kutoa dawa yule jamani. Kajitutumua na kujimbisha finale sijui vinini. Mwenye bi mkubwa finale mpaka mtu mzima. Sasa nifanyeje? Hebu kwanza nyie, hebu kwa hivi kweli yule mganga kweli. Tuacheni kwanza tu. Chuma. Haya vipi tena jamani, si Bwana Omari anapiga. Ulize kwa mimi nisikilize. Naye fupi kaki soda huyo atulii. Okay. Halo Omari. Salama tu za huko. Kijacho anaendelea vizuri. Unasema kweli? Sawa, nimekuelewa, lakini ngoja basi nifikirie, hata baadaye hivi nitakupa jibu. Sawa, nakupenda pia. Haya. Mama, hata sijakata vizuri jamani, si atawasikia. Unaye? Huyo Omari ka kitu gani basi? Mnajua alichoniambia? Eti ameniambia nitumie nauli niende huko mkoani alipo. Sasa basi, dua langu limefika. Maana hapa nilikuwa nawaza njia mbadala yao kutoka kwa yule bwana King'ang'a ni nini. Huyu aende kweli, nauli itumwe uende. Alafu unajua niza kama mchongo Ndio. Mama tunatamba naye. Hii ndo maana ya mtu mzima dawa. Kweli mama umesema. Na hata hizo talaka zenyewe naweza nikazikuta hapa na mabegi yangu. Tunaifuata wenyewe. Jamani. Akigoma kukuachia tutachata sisi. Talaka unaikuta hapa, tunaifuata wenyewe na ndudu tunabeba. Yaani bi mkubwa kapiga kwenye mshono na nyuzi kafumua wewe. Yaani na mwenzangu, yaani bora hata ulivyonihamisha kuleta huko. Yaani kwa sababu kule kwanza nilikuwa natembea umbali mrefu. Alafu pili walimu kule wanachapa. Hasa huko mwenzangu, yaani hapo mtaa wa pili Kigoma, mtaa tatu Kigoma, ukienda hapo miguu yako huko, ukienda hapo maana ndiza kuchoma. Yaani nakwambia wewe unafurahi balaa. Yaani wewe acha. Mwanangu, pole, niliwaza hilo ndio maana nikasema bora nikurudishe tu nyumbani. Pole, kumbe ndio maisha ulikuwa unapitia huko. Yaani kulikuwa kuna maisha magumu mama balaa. Mwenyewe nishazoea yani. Yaani nakwambia hapa nilipo sasa hivi yani moyo wangu mwelele. Maana nikienda mtaa pili huko nakwambia yani kaona kina Salma. Mjomba. Mjomba tena? Shikamoo. Marahaba za siku mjomba. Mjomba wangu umekuja ndo ataka kunitafuta? Sinaja mjomba, nimerudi huku nina uchungu, nimechoka. Kwa hiyo leo moja kwa moja nikiweka vitu vyangu nikaoga nikalala. Nisamee mjomba wangu.
Basi haina shida mjomba. Mimi nilikuwa na safari kidogo naelekea hapo mtaa wa pili hapo. Tutaonana nikirudi. Sawa. Kaka, mbona hata kukaa ukai tena? Dada. Wewe unajua kabisa tangu ameondoka wifi yako nyumbani napaliki hapa laliki. Mazoea na tabu. Unajua sisi tulikuwa tushazoea kulala kama panga, lakini sasa hivi haiwezekani tena. Tunalala kama magari, tunalindwa. Wawili tu. Jamani, si ungekaa tu tupige story 2-3 kisha utaenda. Muda ndo huu. Sawa, watu na ndoa zenu. Nenda tu wai. Basi baadaye. Haya poa. Mama, ina maana kuna mjomba kaoa? Ameoa mwanangu. Ila mjomba wako alichokioa mwaka huu. Alichokioa hiyo familia, mwanamke sio mwanamke. Mama mzazi sio mama mzazi, wewe dada mtu. Mwanangu, wewe subiri utayaona mengi. Si umesharudi? Rudi mwanangu. Mamangu mimi nimepitwa na Kigoma kabisa mamangu. Jamani, Nilikuwa Pambe. Shughuli ilinoga. Watu kama wote, watu kibigulika mwanangu, tikuloa kwenye mimaji. Ilikuwa nzuri mama, ila mwanamke ndio tatizo, atuli nyumbani kiguu na njia. Si ukaenda kuzuilia wapi? Mpaka leo hajarudi na mwangaisha mjomba wako. naona kabisa mjomba kampenda sana mwanamke. Yaani namuona kabisa anavyoongea vile anasikitika. Kwa hiyo mwanamke yani hatulia ni hivi yani. Mwanangu, wewe tulia, sitaki nikukuze. Subiri ya kwako. Ya mjomba wako yaishia baba. Usijali mamangu. Mimi naona nitatulia na yako nataka iwe balani iwe Pambe. Nakwambia mamangu siku ikifika kama Mungu amejalia. Nakwambia mtaa wote tutajaza nakwambia. Fanya kama unaona mamangu. Balaa. Madi na shoga yangu. Mashallah. Mungu anaumba udugu. Umependeza. Una nguo udugu wewe. Hebu angalia mimi. Kila siku vijola na mimi. Wenyewe vimechakaa. Kari yako 5,500 shoga yangu. Ikizidi 8,000 napunguzwa bei. Maana yule yenyewe kununulia sina. Sasa bora nimekuona udugu wangu. Mwanza kuna shida mwe. Hapo kwenye shida. Hivi wewe msichana una shida gani lakini? Maana umeniona tu na kuniona kwanza kunipamba Madina umependeza sijui nini. Yaani kama nimevaa hizo nguo sijui za Luludiva sijui Masepetu. Msichana. Kitu gani wakati nguo zenyewe nimenunua tandika 500 hizi? 500 tandika shoga yangu. 500 tandika ndo kutokelezea hivyo. Haya twende kwenye hiyo shida tena. Shoga yangu kuna shughuli hapo kati kwa mama Nyangimbili. Si unamjua yule kifupi. Wewe kwa mama Nyangimbili kuna shughuli na mimi sijui, Madina mimi sijui. Wewe kwani ile shughuli yako wewe ulialika wenzako wewe? Hebu achana kwanza na ya kwangu. Mimi nataka kujua hiyo ya mama Nyangimbili. Kwa hiyo shughuli lini kwanza? Shoga yangu keshukuta. Lakini kama unavyojua udugu wako, wenyewe wote maskini. Kama kapugu ulimwengu upo huko. Sina hata kijola cha kusema naendea pale nenda kujistiri. Naomba unisaidie shoga yangu kijola. Hata kama cha hiyo shughuli yako ya juzi. No, dada mbabaifu wewe. Hivi ni kweli kuna shughuli au ulitaka tu nguo yangu labda nikupe kijola changu Pambe wewe ndio katambe nacho huko kwa mashoga zako? Shughuli. Na kuomba nistiri udugu wangu. Sawa. Unajua boss lady kama mimi, Madina mwenye matatizo yangu mjini, vitu kama hivyo sio matatizo yangu. Yaani kitu kama kijola nilichofua mfuo mmoja, wala kinipigi chenga. Sasa ninachokwambia wewe, nenda huko unapoenda ila baadaye fanya kunifuata nyumbani uje uchukue. Sio kimoja tu, hata kama unataka 2 vitatu na mashoga zako uende ukatambe nao fresh tu, mimi vijola ninavyo. Niambie kwa mashoga. Usijali kuhusu hilo tu. Sasa huko wewe unaenda wapi? Shoga yangu nenda kudai hela yangu ya mchezo hapo mbele. Wewe unaenda kudai madeni huko? Haya shoga yangu. Mimi naenda hivi. Haya. Mtoto kuombea huyu. Mtoto mbea, kasi mbea nyinyi. Basi hapo naenda kunitangaza. Madina kaniambia nikachukue vijola na mashoga zangu wewe.